Andiko bana, Yanga wameshinda tu, wameita press hapa. Hapa tumekuja kupiga tu story mbili tatu kuhusu Kariakoo Derby. Jana hamkuniona, message zimekuwa nyingi, simu, mwenyekiti hujaonekana, jana tujakuona uwanjani, tujazungumza. Kwa nikasema nije tuzungumze leo maswali mawili matatu kuhusu Derby, tuyapatie majibu. Jambo la kwanza, nilikuwa wapi siku ya jana mpaka hamkuniona? Mimi nilikuwepo jana kule Mbweni. Lakini mimi ndo nilikuwa na funguo ya ile dressing room yetu. Nilikuwepo Mbweni lakini nilikuwa na funguo ya ile dressing room yetu. Kwa hiyo nilikabidhiwa funguo, geti dogo la ndani, asiingie hata kumbikumbi, na nikafanikisha hilo kwa 100%. Hakuingia hata kumbikumbi. Geti dogo, kuna geti kubwa afu kuna geti dogo kwa ndani hapo ukiingia. Kwa hiyo nilipewa kazi hiyo na uongozi kwa kuniamini kwamba wanaye msemaji mfia timu kweli kweli, kaa pale. Na hii narudia kila siku kuambia, katika timu 16 zinazoshiriki ligi kuu, msemaji pekee anayefanya kazi kwenye timu anayoishabikia ni mimi peke yangu. Na ndio maana majukumu mazito yakihitajika mtu wa kufanya, naambiwa pale usishika funguo, kae pale. Kwa hiyo nilikuwepo Mbweni, lakini waambie jana mwenyekiti ndo alikabidhiwa funguo ya ile dressing room yetu, asiingie mtu. Jambo la pili ni kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwanza kwa mchezo kumalizika salama, wachezaji wa timu zote mbili kumaliza dakika 90 pale Isamuyo bila kupata majeraha yoyote. Katika hali ya kawaida, hata mtoto mdogo ambaye aliutazama mchezo ule kupitia Azam TV aliona pitch ya Isamuyo haikuwa rafiki. Na hatusemi kama uwanja ule una pitch mbaya, ila mazingira ya hali ya hewa ndio yaitengeneza athari kwenye pitch ya Meja Jenerali Isamuyo. Hali ya hewa, mvua ambayo ilipiga Dar es Salaam siku mbili zilizopita ilitengeneza athari kwa kiasi fulani kwenye uwanja ule wa Isamuyo. Kwa hiyo hata mtu mdogo ambaye aliangalia jana, ukibishana na bishana kwa sababu tu umezaliwa wewe kwa mbishi, lakini pitch haikuwa rafiki. Kwa hiyo katika mazingira yale, wachezaji hawa kwenda kucheza wote wa timu zote mbili na wakamaliza 90 minutes bila majeruhi, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kila mtu katoka salama, sisi kwetu tuko salama, na wao kwa tulichokiona jana mpaka mechi imeisha, maana yake hakuwa na mmoja ambaye ameinuka akiwa na machela au nini, wote pia walitoka wakiwa salama. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imekwenda vizuri na wachezaji ambao waliingia pale kwenye pitch pia walikuwa salama. Jambo la tatu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo tumeyapata sisi kama Young African Sports Club. Dhamira yetu ilikuwa ni kushinda ule mchezo wa jana. Dhamira ilikuwa ni kushinda ule mchezo wa jana. Lakini football iko na moments zake. Wenzetu walianza mechi kwa tempo ya hali ya juu, tempo kubwa kweli kweli, na ikatengeneza frustration hivi kwa wachezaji wetu. Within 10 minutes tukawa tumeconcede goli 2. Ndani ya dakika 10 nafikiri tukawa tumeruhusu kamba 2. Kila mwana Yanga aliyekuwa Isamuyo jana, mimi niliyekuwa dressing room jana, wana Yanga duniani kote, hatukuwa tumejiandaa 10 minutes tuwe nyuma kwa goli 2. Ilikuwa ni surprise package ambayo Simba wamekuja nayo. Lakini kama ilivyokuwa ada, walisema wahenga, mtoto mdogo halagi na pesa. Wahenga wengine wakasema mtoto mdogo yake nepi. Wengine wakasema kutangulia baa sio kulewa. Kutangulia baa sio kulewa. Hapa Godi Yanga ananielewa vizuri hapa. Pale sasa ndiko mentality ya wachezaji wa Yanga
ilipopimwa katika presha ya namna ile, una wachezaji wa namna gani? Jana baada ya kamba ya pili, sio kama mmefuatilia vizuri, Bakari Nondo Mwamnyeto timu nzima aliita hii katikati ya uwanja, akawaambia njooni hapa. Mimi nimemuuliza kapteni asubuhi leo, mlizungumza nini pale? Mwamnyeto akaniambia aliwaambia wachezaji wa Yanga dakika za Simba kushaini kwenye hii mechi zimeshakwisha, zilizobaki ni dakika zetu sisi kung'ara kwenye hii mechi. Ndio ujumbe ambao Mwamnyeto aliwaambia wachezaji pale. Dakika zao za kutamba zimeshamalizika, mechi ya dakika 80 zimebakia, zikawe dakika zetu sisi Young Africans tuweze kufanya vizuri. Ile mechi kama tungetanguliwa ile mechi goli 2 na Mtibwa Sugar, Yanga tusingerudi. Kama tungetanguliwa ile mechi na Mbeya City, Yanga tusingerudi. Kama tungetanguliwa ile mechi na Tanzania Prison, Yanga tusingesawazisha, ila alitangulia Simba, timu ambayo kila mwana Yanga anasema hawa ni wakwetu hao. Hivi unajua kuna namna Yanga sisi Simba tunawamudu kiasi cha kwamba hata wangetangulia goli 5 tungejua zinarudi tu. Yaani kuna hiyo hope tuko nayo kwenye mioyo yetu kwamba hawa ni wabovu, tunawamudu. Kwa hiyo baada ya dakika 10 ile message ikaklik kwa kina Dube. Bwana, hawa ndio wale wateja wetu wa kila siku, ndio wako mbele, wametangulia goli 2. Tunawafanyaje sasa? Wachezaji wakubwa wakatuliza ball, wakasema sasa tuanze kucheza ball. Baada ya pale, na wahakikishia haki ya Mungu, hata wangepewa yale maji ya zambarau wangetapika. Ule moto ambao tuliuwasha, sijui ana alikuwa wapi yale maji, sio yaficha wapi, lakini kama wangepewa yale maji na wangeyatapika. Ule moto ambao sasa tuwapelekee moto. Sisi Yanga tuna timu jamani, na wenyewe wamesema wangetangulia Yanga 2. Sasa hivi tunazungumza 6-7. Sisi Yanga tuna timu jamani, sisi Yanga tuko proud na wachezaji wetu sana. Yaani ndio maana wana Yanga walikuwa wametulia. Kuna mambo yakirekebishwa kidogo pale sisi tunarudi. Tulikuwa tuna hiyo tumaini, na Mungu akatujalia. Pigwa Dube akaweka chuma cha kwanza. Tumeenda half time, wamekuja dressing room kule, tulikuwa hatuna maelekezo mengi. Maelekezo yalikuwa rahisi tu kule half time. Niwaambie tu siri. Hatujaongea mambo mengi, baki nimeona kwa mchambuzi anasema Yanga walikuwa na mazungumzo sana dress, hatakuwa mazungumzo mengi. Tulimwambia Izra pumzika, yao chukua jezi. Hapa si jeshini hapa. Tukamuingiza mwanajeshi wetu sasa. Tukamwambia yao chukua jezi. Depu uko wapi? Chukua jezi. Twendeni. Tukapunguza midfield Damaro, tukaongeza striker. Alafu tukamuingiza jeshi. Kama una akili timamu pale Yanga walikuwa wanatafuta ubaya. Sisi tushafungua mchezo. Kama unaweza njoo na sisi tunakuja.